Wasaa pamoja na Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo. Mungu na akubariki. Leo tunaangazia hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu. Hofu inayoondoa hofu zote. Yaani hii ni hofu kuu ambayo hivi hofu vidogo vingine vyote vinaondoka. Umeshawahi kusikia mtu akisema huyu bwana hana hofu ya Mungu, ama huyu bwana ana hofu ya Mungu? The fear of the Lord. Hofu ya Bwana, hofu ya Mungu. Biblia inatufundisha kuwa hofu ya Bwana ni mwanzo wa hekima. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Mithali 9 fungu la 10. Ni chanzo cha nguvu, ujasiri na usalama. Hofu ni takatifu. Hofu hii takatifu sio hofu ya kutisha, bali ni heshima kuu, ibada na utii wa mapenzi ya Mungu. Ndiyo hofu pekee inayofukuza hofu zote. Hofu ya mwanadamu, hofu ya maisha yajayo, hofu ya kushindwa na hofu ya kifo. Yaani kama kuna hofu ambayo unapaswa kuwa nayo, kama kuna hofu ambayo inapaswa kukaa ndani ya moyo wako, ni hofu ya Mungu. Uwe na hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu. Hofu ya Bwana ni nini? Hofu ya Bwana sio hofu ya mtumwa, kama vile mtumwa anavyomwogopa bwana wake katika kumtii, bali hofu ya Bwana ni hofu ya unyenyekevu. Ni sawa na hofu ya mtoto anayemheshimu baba yake na mama yake. Ni mchanganyiko wa heshima, ibada na utii kwa Mungu. Hiyo ndio hofu tunayozungumza. That is the kind of hope of fear that we're talking about. Hofu ya kumhofu Bwana. Biblia inazungumza kuhusiana na hofu. Mithali 8 fungu la 13. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. The fear of the Lord is to hate evil. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Mhubiri 12 fungu la 13 anasema, mche Mungu na uzishike amri zake, maana kwa jumla hayo ndiyo mambo yampasayo mtu. Zaburi 34 fungu la 9 anasema, mcheni Bwana enyi watakatifu wake, kwa maana wamchao hawatapungukiwa kitu. Tunapomcha Mungu, tunapomwogopa Mungu, kwa kweli tunalinganisha mapenzi yetu na mapenzi yake. Kwa kuwa kufanya hivyo tunapata amani na usalama. Hofu ya Mungu. Mungu na kupatie hofu yake moyoni mwako. Moyo wako na ujazwe na hofu ya Mungu, na ujazwe na hofu yake kweli. Kumcha hofu ya Bwana, unapomcha Bwana, unapokuwa na hofu ya Bwana, hizi hofu nyingine zote zitafutika. Hizo hofu nyingine zote zitaondoka. Unapomcha Mungu, hofu ya maisha ya baadaye, hofu ya wachawi, hofu ya kufa, hofu ya kuogopa sijui vitu gani, yote itaondoka. Ukimcha Bwana utashinda hofu ya mwanadamu. Unapomwogopa mwanadamu kunaleta mtego. Na Biblia inasema, alaaniwe yule amtegemeaye mwanadamu. Alaaniwe yule anayemhofu mwanadamu. Unapomcha Bwana, maisha ya baadaye kwako yatakuwa sio kitu. Hutakuwa na hofu ya baadaye. Mungu anatuhakikishia katika Isaya 41 fungu lile la 10, anasema, usiogope, mimi ni pamoja nao. Usiogope. Mungu ametuhakikishia ushindi dhidi ya hofu ya kifo. Yesu alikuja kuwakomboa. Hofu ya Bwana inaleta ujasiri na kujiamini. Bwana ni nuru yangu. Daudi akaandika katika Zaburi ya 27 fungu la kwanza. Daudi akaandika, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Nimwogope nani? Kama Bwana ni nguvu yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Nimhofu nani? Hofu ya Bwana huleta hekima na haki. Hofu ya Bwana huleta hekima na haki. Hekima na haki. Hofu hii ni ile hofu kuu inayofukuza hofu zote. Inayofukuza hofu zote. Kwa hiyo unapoambiwa usiogope, usiogope nini? Usihofu nini?
Mimi nakutia moyo, muhofu Mungu, muogope Mungu. Weka hofu yako kwa Bwana, na ukiweka hofu yako kwa Bwana, kila aina ya hofu itakimbia, kila aina ya hofu itayeyuka, na Mungu atakuwa Mungu wako daima. Utakuwa na hekima, na ukimhofu Mungu, ukimcha Bwana, ukiwa na hofu ya Mungu, utakuwa na hekima, utakuwa na haki. Mithali 9:10, kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Wote wazitendao amri zake wana akili njema. Kumcha Bwana ni chanzo cha hekima. Hofu ya Bwana huleta ulinzi na baraka za Mungu. Huleta ulinzi na baraka za Mungu. Malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazungukia wa mchao na kuwaokoa. Yaani malaika wa Bwana wanawazingira wale wanaomhofu Mungu. Ukimwogopa Mungu, Mungu atakulinda. Mungu atakushika mkono. Hutaogopa. Uwe na hofu takatifu katika maisha yako. Uwe na hofu ya kweli maishani mwako. Uwe na hofu ya bidii katika maisha yako. Uwe na hofu ya Mungu katika maisha yako. Hofu ya Bwana inaleta ulinzi, inaleta uhai, inaleta baraka, inaleta ushindi, inaleta kila namna ya mambo mema. Kumcha Bwana, kila aina hizi hofu ndogo ndogo zote zitatoweka. Hofu hizi ndogo ndogo zote zitakwisha. Hofu ndogo ndogo hizi zote hazitakuwa sehemu ya maisha yako. Wewe mche Bwana, alafu uone vile Mungu atakavyokutendea. Tunapomcha Mungu kuliko vitu vingine vyote, hofu zote nyingine zote zinapoteza nguvu. Hofu hii ya Bwana hutuletea hekima, hutuletea ujasiri, hutuletea ulinzi, hutuletea baraka za kiroho. Badala ya kuwa mateka wa hofu ya dunia, hofu ya Bwana inatufanya tuishi kwa imani na utii na haki. Biblia inasema katika Zaburi ya 112, anasema, heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwae sana na maagizo yake. Heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwae sana na maagizo yake. Heri mtu yule anayemcha Mungu, anayemwogopa Bwana, anayemhofu Bwana, anayependezwa na maagizo yake. Utashangaa njia zitafunguka. Mambo yaliyofunga yatafunguliwa. Mambo ambayo hayawezekani yatawezekana. Baraka za Bwana zitakujilia. Ushindi wake utakuwa juu yako kwa sababu unamcha Bwana. Mungu na akubariki. Bwana akutendee mema. Bwana akutendee ushindi katika jina la Kristo Yesu Bwana. Amen. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili wasaa pamoja na Mungu? Mimi mchungaji Jonas Singo. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa baraka za pekee na kwa ushindi wa kweli katika maisha yetu. Bwana, umetufundisha habari ya kukuhofu, kukutii. Tunakuomba Bwana, hofu yako ikae ndani yetu, ili ulinzi wako, baraka zako, neema zako, rehema zako zisitupungukie. Neema yako na iwe pamoja nasi. Ushindi na utukufu wako vituandame katika jina la Kristo Yesu Bwana. Amen.